Mimi naitwa mchungaji Canon Professor Grace Mbise, ni mkurugenzi wa idara ya uinjilisti na misioni DCT, Dayosisi ya Central Tanganyika. Namshukuru Mungu kuwepo hapa Rorya, na kusudi letu kubwa la kutuleta Rorya ni kwa ajili ya maandalizi ya mkutano utakaofanyika mwezi wa 9, mkutano wa uinjilisti wa kishindo. Na uinjilisti huu tumeona ni vema tuje kwa ajili ya kujua mazingira na kuona ramani ya tunaita spiritual map. Tupate ramani ya kiroho ili tunapokwenda kuomba tujue tunaombaje na tunafanya maandalizi ya kwa namna gani, na katika eneo hili vinahitajika vitu gani, zana ambazo tutazihitaji kwa ajili ya mkutano huo katika ulimwengu ambao tunafanyaje. Kwa hiyo hasa hicho ndio kimetuleta. Na uinjilisti wa kishindo ni uinjilisti wa mashambulizi. Tunafanya mikutano hata 100 kwa wakati mmoja, kwa lengo moja, tukinia mamoja, na tukiwa na ujumbe mmoja. Na ujumbe wetu hasa ni Yesu. Ni Injili ambayo inaweza ikambadilisha mtu. Hata kama mtu ana dini yake, lakini je, ana mabadiliko gani katika moyo wake? Anamjua Mungu, anamjua Yesu kama nani? Kwa sababu msingi wa Kristo ni kumjua Yesu, ambaye yeye ndiye amefanyika dhabihu peke yake kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Lakini wengi wana dini zao lakini hawamjui huyo Yesu. Lakini tunatamani kwamba katika hata dini tulizo nazo basi tumtambue Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hilo ndio linatuleta, kwa sababu Injili ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila anayeamini, kwa kabila, kwa dini, kila mmoja, lakini inaweza ikambadilisha mtu. Hicho ndicho ambacho kimetuleta hapa, na Yesu pekee ndiye anayeweza kuleta uamsho. Tunatamani ya kwamba katika dayosisi kuwe na uamsho mkubwa ambao watu wengi watamjua Mungu na kubadilishwa maisha, wakiponywa, wakiokolewa, wakitendewa matendo makuu na Mungu. Hicho ndio kitu ambacho tumetuleta hapa. Tumjue Mungu kwa njia ya ajabu, watu wamrudie Mungu, wabadilike, waweze kumtumikia Mungu. Kwa sababu kila mmoja ameitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hicho ndio kimetuleta hapa. Kwa hiyo ndicho kimetuleta kwamba tumekuja kwa maandalizi hayo ya kuandaa huo mkutano mkubwa ambao uko mbele yetu. Na tunaamini utakuwa ni mkutano mkubwa wenye mavuno makubwa. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya maandalizi hayo, kiroho, kimwili, kuandaa maombi na kila kitu kwa ajili ya huo mkutano. Tunatamani na tunawatakia neema na baraka za Mungu katika haya yote ambayo yametuleta. Basi tuendelee kuombeana ili mkutano huo ukawe na mafanikio makubwa na mavuno makubwa kwa Mungu. Watu wengi wapate kumrudia Mungu na kumjua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hicho ndicho kimetuleta hapa. Neno ninalowaambia ni kwamba Mungu anaweza. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Mungu anao uwezo wa kubadilisha historia ya kitu na historia ya mahali, na mabadiliko makubwa yakatokea. Kwa hiyo mimi nawatia moyo watu wa Rorya kwa moyo huo na kutamani huko. Basi Mungu atakwenda kufanya mambo makubwa ya historia ya kuweza kubadilisha dayosisi hii. Watu wengi wakawa na mabadiliko makubwa, watu wakaondolewa kwenye unyonge na udhaifu na umaskini, watu wakawa na nia moja na Mungu akafanya mambo makubwa katika dayosisi hii. Na ninajua ya kwamba watu ndio hazina. Watu ndio ambao Mungu amewaweka ili wao sasa wawe vyombo vya kumtumikia. Kwa hiyo kama tutakuja tuhubiri Injili, basi hao watu ndio hazina, hao ndio mtaji. Na ukipata watu hao, tukiwapata hao ndio hazina ambao watakwenda kulijenga kanisa la Mungu. Na hicho ndicho ambacho kinatuleta hapa. Kwa hiyo tuendelee kuomba sana, maana maombi ndio msingi wa kila kitu. Pasipo maombi ni ngumu. Maombi yanaatamia na yanafanya mambo makubwa katika ile mikutano ambayo tutakwenda kufanya. Bila maombi haitawezekana, lakini kwa maombi tuanze mapema ili Mungu akafanye historia, watu wakapate kuokoka. Tukija kila kitu kimeshaandaliwa na maombi. Kwa hiyo maombi
watu wengi wanaweza wakazaliwa wakamjua Mungu. Hilo ndilo ambalo ninatamani kuambia watu wa Rorya kwamba Mungu ametupenda na atazidi kufanya mambo makubwa, na ninawatia moyo kwamba inawezekana.